Juzi niko mtandaoni nikaona raddi kwa chizi wa Mombasa Abdallah Humeidi. Nikamwona Ayubu, ikabidi nisikilize. Ziko audio A na B. Nikamsikiliza nikaona huyu kuna haja ya kumjibu kwa sababu ana pembe lake mwenyewe kichwani. Ukilituliza kidogo anatulia, ukimwacha linaota tena. Sasa kwa sababu tumemwacha muda mrefu, akaanza kuota pembe, atukana anavyotaka. Mle mna matusi, mtasikia biidhnillah. Ana matusi yule bwana, sio mchezo. Sababu kubwa anadai kwamba eti Sheikh Abdallah Humeidi amemtukana mufti Sheikh Abubakar Zuberi, mufti wa Tanzania. Kwa hiyo na yeye kwa sababu amemtukana huyu, na yeye anamtukana kadhiba wa zuran waftiraan alayhi. Amemzulia uongo Sheikh Abdallah Al-Humeidi. Kabla sijaendelea, nataka niwape nasaha ndugu zangu wenye channel mbalimbali, channel za kisalafi. Kuna baadhi ya watu wanachukua minasaba ya mazungumzo ya mtu aliyezungumza zamani, wanayaunganisha na matukio ya sasa. Baadhi ya nyakati mambo haya hayastahiki. Kwa mfano, inaonekana kuna baadhi ya ikhwa wamechukua maneno ya mufti aliyezungumza juzi hapa kuhusu jambo la kufadhilisha baina ya siku ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Lailatul Qadr, alafu wakamweka kwenye mazungumzo ya Sheikh Abdallah Al-Humeidi hafidhahullah ta'ala, kwamba eti amchapa mufti wa Tanzania, wakati Sheikh Abdallah Humeidi amezungumza maneno hayo mwaka mmoja uliopita, na alikuwa akimjibu bwana mmoja anaitwa Jaafar, nadhani anajiita Sharifu, huko Mombasa huko Kenya. Sasa yule Ayubu kwa sababu ni mtu ambaye anakurupuka na ni mropokaji, yeye akaja akalivamia lile, akasema huwezi kutukania mufti. Lakini Sheikh Abdallah, nataka nikwambie, na haya naomba maneno haya yamfikie Sheikh Abubakar Zuberi, kwamba huyu kijana huyu Ayub anachotaka kukifanya ni kuleta fitna na uchonganishi, na si mkweli katika dini, wala sio mtu wa dini kadhalika, wala hawezi kuitetea dini abadan. Yani dini haiwezi kunusuriwa kupitia mikono ya bwana Ayubu Kibwengo, kama alivyojiita yeye mwenyewe kwamba ni Kibwengo. Walikuwa hawapo, watajua baadaye inshallah kwa nini tunamuita Kibwengo. Alhasil kwamba ni mtu ana maneno machafu, maneno ya uchonganishi na fitna na umbea. Akataka kumchonganisha Sheikh Abdallah Humeidi na mufti wa Tanzania, hali ya kuwa ni jambo la uzushi. Sheikh Abdallah Humeidi hana akili mbovu za kumtukana mufti Sheikh Ali Zuberi hata siku moja. Na jambo lile, audio ipo, video mimi nayo ya Sheikh Abdallah katika YouTube, ambaye inazungumzia jambo hilo. Alikuwa akimjibu mtu wa huko kwao huko, tena mwaka jana, sio mwaka huu. Sasa Ayubu kwa sababu sio mfuatiliaji na ana chuki binafsi na Ahlus Sunnah wal Jamaa, na pia anapenda sifa na kujulikana katika ulimwengu, kwa sababu zamani alikuwa hajazinduka na mambo haya ya YouTube. Sasa hivi alipozinduka, sasa anafanya fujo. Tunafahamiana, afanya fujo mtandaoni, atakawe yeye ndiye mzungumzaji, na haya mtayaona insha Allah, kama yeye anatakawe mzungumzaji peke yake, mashekhe zake wote wanyamaze, azungumze yeye tu, na kinachomsumbua ni njaa. Na tushai kuyasema kipindi cha nyuma kwamba yeye anasumbuliwa na njaa, kila penye kula anajaribu kuingia, ima moja pawe pa halali au pa haramu. Akikosa kula kwenye dini, ataenda kwenye sehemu nyingine ambayo tutakuja kuitaja hapa. Sasa Sheikh Abubakar Zuberi, tunakuomba huyu kijana usimzingatie maneno yake, atakuleta uchochezi na fitna na umbea ili ajulikane katika ulimwengu. Lakini pia tunafahamu kwamba Sheikh Abubakar Zuberi ni mtu ana akili zake, na anajua thika kwamba Sheikh Abdallah Humeidi hawezi kumtukana yeye abadan, anafahamu. Isipokuwa huyu kijana ni mtu wa fitna na mtu anayependa kuharibu mambo na kuwatia chuki Ahlus Sunnah wal Jamaa na kuwachonganisha na watu wengine. Sasa huyu bwana baada ya kuwa ameukimbia msikiti wake ule wa pale, akahamia msikiti huko katikati huko, akawa anajiropokea. Miongoni mwa mazungumzo aliyasema, anasema hivi:
Anasema lakini pia tukamsikia mpuuzi mmoja, kichaa mmoja kutoka katika mji wa Mombasa akiitwa Abdallah Humeidi, kwa jina lingine akiitwa Dilele. Lakini pia vile vile tukamsikia naye mpuuzi mmoja ama mkichaa mmoja kutoka katika mji wa Mombasa akiitwa Abdallah Humeidi ama kwa jina jingine anaitwa Dilele. Tumemsikia naye akisema maneno machafu sana, maana huyu ana mdomo mchafu sana. Sasa akamsema mufti kwa maneno machafu kweli kweli. Asema tukamsikia mpuuzi mmoja, mkichaa mmoja huko Mombasa, Sheikh Abdallah Humeidi, Allah muhifadhi na amwepushe na vitimbi vya wenye uadui. Sasa majibu yetu kwa huyu bwana Ayubu Kibwengo asiyekuwa na adabu huyu, kwanza nataka tufahamu kuwa huyu bwana Ayubu anataka kumfanya mufti kuwa ni farasi wa kupandia kwa ajili ya mapambano. Ima moja, yeye anajua kabisa kwamba Sheikh Abdallah Humeidi hajamkusudia mufti, na huo ndio uhalisia, kwa sababu huko mbeleni ukasema kwamba ima moja kama anamjibu mufti au anamjibu huyo sharifu wa Mombasa, mimi nitamjibu, kuonesha kwamba audio ameisikiliza hii ya Sheikh Abdallah na akajua kwamba hamkusudii mufti, na mufti amezungumza juzi na Sheikh Abdallah amezungumza mwaka jana. Sasa sijui Sheikh Abdallah alipewa wahi kwamba mufti atazungumza hivi ndio aseme amtukane? Aljawabu la. Lakini yeye shida yake anakusudia kupitia hilo awatukane ahlus sunnah wal jamaa na waonekane ni watu wa hovyo hovyo, ni watu hawana thamani, hawafai katika jamii, kwa sababu shekhe wao amtukana mufti wa Tanzania. Na hili ni jambo la uzushi, na bwana Ayubu tunakwambia kwamba utakuja kutulipa siku ya kiyama usiporudi nyuma ya maneno yako haya. Siku ya kiyama sisi tutakasumiana na wewe, kama nilivyokuambia katika kipindi kile cha kutuita makafiri. Maka alisema jamada kafiri, hata kichinja mimi siwezi kula. Alisema neno haya, kanikufurisha. Mpaka leo hajatujai kusikia kwamba amerejea nyuma kwamba bana mimi nitaraja, nilikufurisha kimakosa, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Mpaka leo yuko hivyo na mimi sijamsamehe ila an taquma saa, ili aende akatuongezea kaunti zetu za akhira huko. Bwana Ayubu ajipange nalo hili na asifanye maskhara jambo hili, nasallallahu alafiyata wassalam. Lakini ukweli ni kwa Sheikh Abdallah hajamkusudia mufti, sio kwa mbali wala kwa karibu, kwa sababu zifuatazo. Klipi ya Sheikh Abdallah nitokea mwaka jana amezungumza, lakini pia audio yake mimi nimesikiliza mwanzo mpaka mwisho. Amemzungumzia sharifu mmoja ambaye yuko huko kwao Kenya. Hii ni kuonesha kwamba Sheikh Abdallah Al-Humeidi hajamzungumzia mufti, si kwa mbali wala si kwa karibu, na hawezi kufanya hivyo kwa sababu anajua nafasi ya mufti na kila mtu ana lugha yake ya kuzungumzishwa. Hawezi kufanya hivyo Sheikh Abdallah Humeidi, ametakasika na jambo hili, ameepukana nalo. Sasa kwa nini wewe uje kumsingizia ili uwachafue Ahlusunna? Malengo yako ni nini wewe Ayub usiyekuwa na adabu? Lakini pia bwana huyu hana insaf wala uadilifu. Zile chuki zake zinampelekea mpaka kuwasingizia watu kama alivyomsingizia Sheikh Abdallah hapa. Lakini tumwambie kwamba Allah anakataza kutokuwa waadilifu hata kama mtu anahasimiana naye. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, yasije kakupelekeeni yale mliokuwa nayo baina yenu na watu kutowafanyia uadilifu. Kama mna chuki binafsi, mgombana na khashimiana, msiwakosee uadilifu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, fanyeni uadilifu kwa sababu huo ndio karibu na ucha Mungu. Nyinyi inatakiwa muwe waadilifu. Bwana Ayubu inatakiwa ukizungumza uwe na insaf. Wallahi wa billahi wa tallahi, yale yote unayozungumza utakuja kuyakuta siku ya kiyama imekusubiria wewe. Fanya maskara, zungumza utake ukubwa kabla haujafikia daraja lake, utake kujifakharisha wakati si stahiki yako, alafu kuja ukutane naye siku ya kiyama ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wabadalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, yatawadhihirikia kwa Allah yale ambayo walikuwa hawayadhani. Walikuwa wadhania kwamba wafanya khairi, kumbe wafanya shari, wawasingizia ahlus sunnah wal jamaa. Umuogopi Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala.